lakini kuna kitu nataka kusema hapa. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Sasa mimi ni mama, si ndio? Mimi ni mama governor. Mimi ni mama governor wakili, si ndio? Na pia mimi ni wakili wenyu, huwa nawashikilia na wadefend. Sasa pia mimi kwa familia yetu, my mother is a widow. Unaelewa? Kwa sababu baba yangu aliaga, si ndio? Mnanifuata hapa kwa hii maneno? Kwa hivyo mimi kama kiongozi mama, kiongozi governor wa Nakuru, kiongozi mwenye trainee yangu ni ya wakili, nikiona mtu ananyanyasa a widow ama watoto wenye baba yao amekufa, roho yangu huwa inasikia vibaya sana. Mnaelewa hiyo maneno? Mnaelewa kabisa? Sasa kuna mtu brother yake alikuwa na kansa, na alikuwa huko wilaya huko England, akienda siku zake za mwisho, karibu tu akufe kabisa na kansa. Si mnaelewa? Huyu mjamaa akatembea mpaka hiyo hospitali huko London, akaenda kuforge will ya brother yake, akakuja akadisinherit bibi ya brother yake na watoto. Hiyo ni vibaya, ni vizuri ama ni vibaya? Sio, ni mbaya kabisa. Sasa watoto wanalia, bibi analia, na sisi tunasema hauwezi tuambia wewe ni Mkristian na wewe unanyanyasa bibi ya brother yako na watoto wa brother yako, ukamake sure mali yao imeuzwa cheap so that wewe ukuja ununue kwa will ukajiongeza na bibi yako na watoto wako. Ati unataka kutuambia marehemu brother yako alikuachia mali mingi wewe kama brother yake kuliko bibi yake na watoto? Inaweza kuwa hivyo? Inaweza kuwa hivyo? Ashindwe kabisa, si ndio? Sisi tunaweza sema tunaweza kuwa hatuna akili nyingi sana, lakini sio kidogo. Kwa hivyo tunajua hiyo ni ukora na utapeli, si ndio? Na mtu kama huyo kweli anaweza kuja awe kiongozi wetu? Na sasa huyo mtu akasema hiyo will yenye aliforge, akaandika ndani ya hiyo will, akaiandika hapo ndani, mnisikize, akasema ati wewe kama mtoto ama bibi ukienda kotini kucontest hiyo will, ati wewe utakuwa disinherited, hakuna kitu utapata. Kwa hivyo usiende kotini. Na kwa sababu yeye alikuwa na nguvu at the time, alikuwa deputy president, hiyo family hakuna kitu ingeweza kufanya. Kwa hivyo mimi kama mama, mimi kama governor, mimi kama wakili, nasema tafadhali Mheshimiwa Gachagua, rudisha vitu mali ya brother yako kwa bibi yake na watoto. Sawa sawa? Na mimi nalilia every widow, kila mama mwenye amekuwa disinherited kama widow, na kila mtoto mwenye brother za baba yake amekuja akachukua mali. Mimi nasimama hapa na nataka kumuomba Mheshimiwa Rais, tafadhali, kama utasikia tu hii message, tafadhali wacha brother ya huyu mtu muongo, wacha bibi ya brother yake na watoto wakuje huko State House, wape hearing, wakuwasikie, cause wanasema brother huyu brother ya bwana yake na baba ya hawa watoto alikuwa so powerful, waliwafungia wakitaka kukufikia. So please open the doors for them, listen to them, and may they find justice as widows and as children whose father has died. Asanteni, si ndio? Na mtu kama huyo anaweza kuwa kiongozi? Sasa nyinyi Nakuru mnakuja kundanganywa mtu kama huyo anaweza kuwa kiongozi na ana disinherit na anachukua mali ya brother yake. Ati mpaka, hebu sikizeni ya mwisho sasa, ati amejifanya mjeuri mpaka kwa hiyo will yenye aliforge ameweka bibi yake, not bibi ya brother yake, ati bibi yake ana inherit mali ya brother yake. Sio ishindwe, sawa? So mimi nataka niseme, nyinyi watu wangu wa Nakuru, tafadhali tusisikie fitina ya mtu anakuja kutukanana hapa na hana direction, hana agenda, hana heshima, ni mtapeli na amechukua mali ya brother yake, amenyanyasa widow na watoto. Si ndio? Aende asiende? Akwende asikwende?
sasa nimuite dada yangu.